Ndugu zangu waumini tukufu wa dini ya Kiislamu, tunaendelea na anwani yetu kama ambavyo imetunasihi sana, kanuni ya maamuzi katika maisha yetu. Na walillahi alhamdu, katika hotuba ya kwanza tumeangalia kanuni ya kwanza ambayo imetuhimiza sana kwenye kutaka ushauri kabla ya kufanya maamuzi katika maisha yetu. Washawiruhum fil amri, lazima tushauriane ili tupate kufika. Hii ni kanuni ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza. Kanuni ya pili pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza, anasema fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kanuni ya pili ya kufanya maamuzi katika maisha yetu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi tunamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Njia nzuri ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumfanyia ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kulijua hilo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia njia ya pili ya kumtegemea yeye, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea ibada ya swala inayoitwa salatul istikhara. Swala hii imewekwa kwa lengo maalum ya mja kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kuna jambo la kheri, basi tutumie swala hii kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuletee kheri hiyo. Lakini kama kuna jambo la shari, basi tutumieni ibada hii ya salatul istikhara kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee shari hiyo. Kwa sababu gani? Mwanzoni pale Mwenyezi Mungu anasema wasa an taqra'u shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibba shay'an wa huwa sharrun lakum. Sisi hatujui majambo tunayoyaendea, je, yana kheri na sisi ama yana shari na sisi. Ikiwa ni la kheri, basi Mwenyezi Mungu atuletee; ikiwa ni la shari, basi Mwenyezi Mungu aweze kutuondoshea. Kwa hiyo njia ya pili ya kufanya maamuzi katika maisha yetu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia ibada hii ya salatul istikhara, swala maalum ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kwa mja wake ili achague katika mazuri anayoyataka katika kheri, ama Mwenyezi Mungu amuondoshee katika yale ya shari. Katika mapokezi ya hadithi, imepokewa hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah amri radhi Mwenyezi Mungu anasema Jabir, kana nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuallimuna al-istikhara fi umuri kulliha, akitufundisha sisi ibada ya salatul istikhara katika mambo yetu yote. Kama yuallimuna suratan min al-Qur'an, kama anavyotufundisha sisi sura katika Qur'an. Ni kuonyesha namna gani ibada hii iko na tija na faida kubwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha ibada hii kama watu wanavyosoma Qur'an. Kwa nini? Ili wapate kuijua, kwa sababu hii ibada ya salatul istikhara ni sehemu ya maamuzi katika maisha yetu. Ukikosea katika kumtegemea Mwenyezi Mungu, itakuwa umekosea katika maamuzi unayoyafanya. Ili tupatie, lazima tuchunge kanuni za maamuzi katika maisha yetu, na miongoni mwa kanuni mojawapo, fa idha azamta fatawakkal ala Allah, lazima tumtegemee Mungu katika maamuzi tutakayoyafanya. Maamuzi ni yapi? Mwenyezi Mungu ametuletea salatul istikhara. Swala hii nini maana yake, ama ma huwa salatul istikhara? Ni nini salatul istikhara? Wanatuambia salatul istikhara talabul khair min Allah azza wa jalla bi an yakhtara li abdihi ma huwa asluhu fi dinihi wa dunyahu. Hii ndiyo faida na tija ya salatul istikhara. Wanatuambia talabu khair min Allah azza wa jalla bi an yakhtara li abdihi ma huwa asluhu fi dinihi wa dunyahu. Hii ndiyo faida ya salatul istikhara. Salatul istikhara ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuchagulie lililokuwa zuri kwa mja ambalo lina kheri na wewe katika dunia yako
katika dini yako na dunia yako. Unaposwali salatul istikhara, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuchagulie lililokuwa zuri wewe mja katika dini yako na dunia yako. Ndiyo faida ya salatul istikhara. Salatul istikhara ni swala ambayo inaswaliwa rakaa mbili nyepesi, ni swala ya sunna, lakini ndani ya salatul istikhara kuna hiyo dua ambayo utakayomuomba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili akuchagulie hilo lililokuwa zuri. Innamal a'malu binniyat, kila mtu ana nia yake. Unapoitumia ibada ya salatul istikhara, muombe Mungu akuchagulie lililokuwa zuri katika kazi, katika ndoa, katika maisha, katika kila unachokifanya. Tumia njia hii kama kanuni ya maamuzi katika maisha yako ili uweze kufika. Dua hii inaombwaje? Wanasema dua hii inaombwa, utatumia kwa njia ya Kiswahili. Anasema, ewe Mola wangu wa haki, hakika mimi na kuomba wewe unipe lililokuwa la kheri kwa ilmu yako. Pale kabla ya kutoa salamu utasema maneno haya katika salatul istikhara, rakaa mbili zako. Kabla ya salamu muombe Mungu maneno haya: Ee Mola wangu wa haki, mimi ninakuomba wewe unipe lililokuwa la kheri kwa ilmu yako. Sote hatujui hapa kesho tunaenda kukumbwa na kitu cha aina gani. Huenda hiyo salatul istikhara ikawa ni miongoni mwa sababu za kubadilisha jambo baya ambalo Mungu amekupangia, ikawa amekuwekea jambo lililokuwa zuri. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao kwenye kufuata mafundisho yake kwa kutumia njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hizi ndio kanuni mbili za kufanya maamuzi katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu ambao wenye kutumia njia hizi katika maamuzi yetu.